Washikaji, mpewe maua yenu aisee, aliongea Lama baada ya kufika kijiweni. Ndio maisha yetu bodaboda kusaidiana. La sivyo, hawa washenzi watatuzoea vibaya, aliongea Ismaili. Hapa ngoja kwanza, niagize ugali mkubwa na Pepsi, aliongea Lama huku akishuka kwenye bodaboda na kuelekea kwenye vibanda vya mantilia. Baada ya pilika za hapa na pale, washikaji, mimi nawaacha. Saa 1 hii jioni. Acha nikapumzike leo. Leo sikeshi kabisa. Acha mke wangu akanikande. Nishapata pesa ya kula na pesa ya mafuta. Acha tu niwae, aliongea Lama huku akiwasha boda yake na kuondoka. Ila wakati anakaribia nyumbani kwake, kuna mzee akasimamisha bodaboda. Yule mzee alionekana akachoka kweli, akiwa kabeba mfuko wake wa kiroba mkuu. "Vipi mzee wangu, unaenda wapi?" aliuliza Lama baada ya kupaki boda karibu na yule mzee. "Narudi nyumbani. Si mbali sana na hapa. Je, utanibeba kwa bei gani?" aliuliza yule mzee alionekana akachoka kweli. "Sasa sijajua kuna umbali kiasi gani. Ila kama si mbali sana, utanipa 2000, sio mbaya," aliongea Lama. Yule mzee akapanda kwenye boda. Safari ikaanza. Walitembea kama dakika 5, ila hakukuwa na dalili ya kufika. "Vipi mzee? Au umesahau tunapoenda?" aliuliza Lama. "Hapana, ni hapo mbele tu. Kata kushoto. Na ngoja nikupe pesa yako kabisa," aliongea yule mzee na kutoa noti ya shilingi 2000 na kumpa Lama. "Lakini mzee wangu, huku hakunaga makazi. Hii sehemu ni sehemu ya makaburi," aliongea Lama huku akiendelea kuingia sehemu za makaburi. Lakini katika hali ambayo ilimwacha mdomo wazi Lama, kwanza ghafla pikipiki ikawa nyepesi, ni kama kubeba mtu vile. Pili, akusikia sauti ya mtu kumjibu. Akashtuka. Ikabidi ageuke nyuma amwangalie yule mzee. Jambo ambalo lilimstaajabisha na kumshtua zaidi, yule mzee hakumuona. Hakuwepo. Ilibaki kidogo Lama adondoke na pikipiki. Kwa mshangao akajiuliza, "Au nimemdondosha?" Akageuza pikipiki na kurudi alipotoka. Alipita njia ile, sehemu ile, bila kumuona yule mzee. Akashtuka alipokumbuka kuwa au yule mzee ni mtu ambaye alishakufaga zamani. Akashtuka, akazidi kupata wasiwasi mkubwa. Na lile giza akaona hapana, hapo simtani. Akakimbiza bodaboda kama imeibiwa vile mpaka kwake. "Vipi mwenzetu?" aliuliza mke wa Lama aliyekuwa kakaa kibarazani. "Hebu kaninunulie kwanza maji baridi kwanza nini," aliongea Lama akichukua bodaboda yake na kuingia ndani.